Hivi leo nimeongea na vijana waliokuwa wamekaa hapa na wote wanasema ya kwamba maisha katika nchi yetu ni magumu sana. Wamesema maisha ni magumu. Pale kwa train nikauliza maisha ni magumu kwa nini, wakasema ni uchumi ni mbaya. Mwingine amesema kwamba hata kabla ya corona uchumi ulikuwa mbaya. Kwa hivyo corona ilikuwa ni kama kidonda ambacho ni mbaya, corona ni ilikuja kuongezea pilipili ikachoma zaidi. Nimekaa pale na wanawake wawili wamesoma, wako na degrees na wote wanauza nguo, hawana kazi ambao walisomea kwa sababu mambo yamedidimia. Wamesema hakuna pesa ya mkopo. Mimi nilifanya kazi katika serikali ya Mwai Kibaki. Wakati huo banki zilikuwa zinakuja hapa zinawapatia pesa, zinawakopesha pesa. Hivi sasa banki ukienda wanafunga mlango kwa mapua yako, kwa sababu serikali hii inakopa kutoka kwa banki. Sisi tulikataa wakati huo, ndio pesa ikuja kwa mwananchi. Jambo ambalo tumeona ya kwamba ni kwamba Kenya ni nchi nzuri, lakini tuna matatizo kadhaa. Ningependa kusema point 3 kwa ufupi. Point ya kwanza ni kwamba sisi wananchi, shida ambayo tuko nayo Kenya si ya viongozi, ni yetu wananchi. Kwa sababu sisi ndio tunawateua viongozi. Sisi ndio tunateua viongozi kwa mlengo wa kiukabila. Unamwangalia mtu ni huyu mtu amekuwa kwa serikali miaka nyingi, hakuna kitu amefanya, na unasema huyo ndio tunamuunga mkono kwa sababu ni kabila langu. Hapa nimeongea na vijana hapa, mmoja ni Mkisii, mwingine ni Mjaluo, mwingine ni Mkamba, mzee mwingine Mkikuyu, mama mwingine Kalenjin, na wote tumeunganishwa kwa kabila inaitwa umaskini. Umaskini haujui kabila. Wewe unapopiga kura, unapaswa kumpigia kura yule mtu atakubenefit kibinafsi. Wacha kabila lako. Kwa sababu hao mababi wamekuwa mabazu, wamekuwa matajiri, weko sawa. Kenya imekuwa nchi ya matajiri wachache mabilioni, wako na mabilioni, na maskini wengi wamekuwa ni kama wimbo. Kwa hivyo nawaomba tufunguke macho kama wa Kenya. Tunachezewa sakata. Tunaambiwa ni huyu na huyu. Na huyu ukiuliza ni kipi utatuletea, hakuna. Watu wanataka kazi, wanataka biashara. Na hiyo ndio Kenya mahali tumefika, na wahimiza wananchi tufunguke macho. Tuangalie kama mtu ni mwizi na anakuwa hapa anaiba, ukiacha ndoo hapa imeibiwa. Ukienda pale dirisha imevunjwa. Ukisikia kwamba nyumba ilivunjwa pale, nani unafikiri ameiba? Si ni yule jamaa? Sababu mwizi ni mwizi. Ukimpigia mwizi kura, shauri yako. Wewe ndio utaumia. Si ni ukweli? Wewe ndio utaumia. Kwa hivyo tuache kudanganywa bana. Sisi angalia hawa watu hapa. Majority ni vijana kama mimi. We are the leading generation. Kwa nini tuwapigie wengine kura na sisi ndio wengi? Unajua katika sekta ya ukabila hapa, hata Obama angekuwa Mkenya, angepigiwa kura kuwe president, angeulizwa wewe ni kabila gani? Angeulizwa base yako ni gani? Mimi base yangu ni wanyonge wa Kenya. Hiyo ndio base yangu. Mimi nimekuja hapa kuandikisha, niko na chama inaitwa Maendeleo Chapchap. Hii ni chama cha National Party. Last election ilikuwa miezi mitatu kabla ya kura, tulipata 4 parliamentary seats, Lamu, Tana River, Baringo ya Kati na Mwala. Tukapata over 40 MCA seats across the country. Na tulikuwa only 3 months old. Kwa sababu tunataka, watu waliona ni chama cha kuleta maendeleo. Sasa tunataka hiki chama ndio kitawale Kenya 2022. Ndio tuendelee na maisha mazuri. Kwa hivyo hapa nimekuja kuandikisha, tumeanzisha mlengo wa watu kujiandikisha waingie Maendeleo Chapchap. Chama ambacho ni chama cha ideolojia ya kuongeza pesa kwa mfuko. Ndio tuwe na maisha mazuri. Maisha yako ni haya. Ukienda haurudi. Menipata watu wangu. Jambo la pili, la muhimu. Na mimi nataka kuwahimiza viongozi wa kisiasa. Unajua, imekuwa siasa za Kenya ni siasa za kupanga vile watu watapinga William Ruto. Ukisikia vile Uhuru anaongea, Raila anaongea, viongozi wanaongea, wote wanalenga kumpinga Ruto. Na hiyo
kila wakati kuongea mambo ambayo yanamuongezea Ruto jina, inampatia sifa. Viongozi tuache kuongea kuhusu Ruto, tuongee kuhusu ni nini tutawafanyia wananchi. Ni sera gani tuwaletea wananchi? Kwa sababu tukiongea kuhusu Ruto kila wakati, anapata hiyo marks ya kuongelewa kila wakati, yuko kwa gazeti, anawekwa kwa gazeti. Na huyo Ruto tunamjua. Tunajua historia yake, tunajua mahali ametoka. Na mimi nimekuja hapa kusema ya kwamba we need better choices in this country, not the ones we have been given all the time. Kwa hivyo naimiza viongozi, tuanze kuongea kuhusu uchumi, tuanze kuongea kuhusu pesa, tuanze kuongea mahali tuwapeleka Wakenya. Wakenya wako na njaa. Vijana hapa wameniambia hawajakunywa chai, akina mama duka hapa hakuna biashara, kuna njaa. Na hii ni culture hii ya handout. Mimi kawaida mimi sipeani handout, sababu hii culture ya handout ndio inawaumiza. Tunataka viongozi wanawapatia hand up. Lazima tupindue mafikira yetu, tuone vile tutaendelea na kuhimiza maisha yetu ya Kenya. Na mwisho mimi nataka kuambia hivi watu wangu. Mimi ni kijana, nimezaliwa kwa shida. Nimeishi Makina kule Kibira, nimeishi Kawangware, nikiwa form 2 nikaacha shule kwa sababu ya umaskini. Mimi nilinufaika, nikapata scholarship, nikaenda Marekani, nikaenda Australia, nikafanya kazi Dubai. Kibaki akaniona, nikarudi hapa kwa sababu nilikuwa chap msemaji wa serikali, nimekuwa governor muhula wa pili. Najua Kenya shida yake nini. Tunaweza kuwa tajiri katika nchi yetu ya Kenya. Na ndio mimi niliamua ya kwamba lazima nibadilishe Kenya. Kwa sababu nimeangalia wengine wanaitisha kura, nikauliza wengine ni nini ambacho kipya watatupatia ambacho hawajafanya. Angalia ile kazi tumefanya Machakos. Na je, ingekuwa Kenya tungefanya nini? Kwa hivyo nawaomba mimi mkiwa hapa tuangalie mbele, na mimi najitokeza kusema ya kwamba mimi nitakuwa hapa kwenye debe kusema wakati wa kukomboa Kenya umefika. Na lazima tujue ya kwamba maisha yanasonga mbele. Kwa mfano, wewe kijana ulipomaliza standard 7, si ulienda form 1? Ulipoenda form 1 ulienda na walimu wa 7? Hapana, uliwaacha nyuma ukaenda ukuwakuta walimu wengine. Ulipomaliza standard form 4, kama yule dada pale aliniambia, alimaliza form 4 akaenda university ama akaenda college. Unawaacha walimu wa high school, unawaacha high school. Unakuta wengine kule university na college. Lakini unawapatia heshima. Vile vile katika nchi yetu ya Kenya nasema ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya, asante sana mzee Jomo Kenyatta na Odinga. Ulitutoa kwa kichaka ukatuingiza nursery. Asante sana Daniel Arap Moi, ulitutoa nursery ukatuingiza primary. Asante sana Mwai Kibaki, ulitutoa primary ukatuingiza secondary high school. Asante sana Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Musalia Mudavadi, William Ruto, Kalonzo Musyoka, hao wote mmetusomesha high school. Sasa Kenya 2022 tunaenda university. Na hapo mtakuta profesa anaitwa Dr. Alfred Mutua wa kupeleka Kenya mbele. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunarudi nyuma, lazima tunaenda mbele. Kwa hivyo nawaomba mniunge mkono, mimi kijana mwenzenu, mimi kijana ambaye anajua tutapindua siasa ya Kenya na mambo ya Kenya tuende mbele. Kwa hivyo nawahimiza tuwe watu wa amani, tuachane na ukabila bana. Ukikata damu ya Mkamba na damu ya Mjaluo na damu ya Mkikuyu na Mmeru, Masai, Kisii, hiyo damu ni nyekundu. Ukisikia kuna ajali imetokea hapa kwa mfano, upigiwe simu, uambiwe ati mpenzi wako, mama yako, ama baba yako, ama mtoto wako amekanyagwa na gari hapa, amepasuka tumbo. Ukimbize yeye hospitali. Uende hospitali ukute hapo matumbo yametoka nje. Useme saidia, anakufa, macho yamepinduka. Uambiwe wacha tumkimbize theater, kuna daktari hodari pale akimtibu atapona. Wakati anaenda theater utasema ngoja kidogo, huyo daktari, huyo surgeon ni kabila langu. Ni Mkamba kama mimi, ni Mjaluo kama mimi, ni Mkikuyu kama mimi. Hapana, utataka yule daktari, yule fundi ambaye ataokoa mama yako ama mtoto wako, si ndio? Lakini kwa ukabila, wakati unataka kuokoa maisha yako ya upweke, maisha yako ya shida, maisha yako ya kila kitu, hata kichwa imeruka kwa sababu ya shida, unasema ngoja, huyo ni kabila langu. Na hiyo ndio shida ya Afrika, kila wakati kikabila. Tuchague mtu ambaye anajua kazi, mtu ambaye atajikakamua, mtu ambaye ana maono mazuri, mtu ambaye ataweza kuinua uchumi wa Kenya. Na huyo anawaambia kwa unyenyekevu ni Dr. Alfred Mutua.
na nawaomba muniunge mkono. Mko na mimi watu wangu? Kwa hivyo nawaomba muingie maendeleo chap chap. Nikisema maendeleo sema chap chap. Maendeleo chap chap. Nionyeshe kwa kidole. Maendeleo chap chap. Sio ni sawa? Na kwa sababu nyinyi mko na biashara, mko na kazi yenu, mimi sitaki kuongea, si mkutano wa siasa, ni mkutano wa kujiandikisha. Mkutano wa kusema tujali Kenya, Kenya iko pabaya, let us care about our country. Our leaders are becoming too selfish. It's all about politics. It's all about politics without caring about the now. Let us also care about the now as we think about the future.